Nawaleta basi moja kwa moja katika episodi ya pili. Nina kitu kali sana wanaita Dear Doctor, lakini kwanza ningependa nitangulize kuomba radhi kwa sababu muziki nje ya uwezo wangu ama kwa mambo ambayo yanakwenda kutokea katika hii episodi ya pili. Ila pia niwaombe ama niwatoe mashaka kwamba kuanzia episodi ya 3 na kuendelea mambo yako sawa tu. Kama mpata kuona episodi ya kwanza iko clear, ile episodi ya pili ndio hivyo mambo yamekuwa mengi. Nimejitahidi sana kutafuta na kutengeneza kitu safi uone vizuri, lakini sasa kwa bahati mbaya ndio hivyo imeshindikana. Kwa tutawiana radhi, tutasameana na sasa niwalete katika episodi ya pili. Kama ndo mara ya kwanza kabisa unaingia katika YouTube channel yangu, nikuombe tu usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare, usiache kucomment, lakini pia waambie na marafiki, ndugu jamaa, waambie kwamba kuna movie kali sana zinarushwa katika channel ya JB DJ na ni za moto sana. Wao wanakosa kuburudika, wanakosa burudani. Haya, niwalete basi katika episodi ya pili. Mambo sio mengi, nisizungumze sana, maneno yasiyo mengi, na hasa najua unataka maneno, unachotaka ni burudani za moto za moto. Tulipoishia kwamba tunakuanzia ilikuwa ni hapa ambako jamaa sasa anashangania gonga mlango, ni binti, na binti anasema namfahamu kwa muda mrefu sana. Sasa jamaa anasema sikiliza, watu maarufu kama wewe unakujaje sehemu kama hizi? Kuna mengi ilipata kutokea katika maisha ya mtoto wa kike na inaonekana daktari alimsaidia sana. Sasa ilikuwa ni wakati wa rieso. Boss alimzingua akasema unakaje unafanya rieso hujakula? Ni wakati wa kwenda kula kwanza. Na inasemekana kwamba mtoto wa kike bwana yake ni mwandishi wa habari, ila bwana yake yuko busy kweli kuliko chochote kile. Haya, ni utangulizi tu nafasi ya pili ama episodi ya pili ndani ya kitu kali sana wanaita Dear Doctor. Anasema leo ni siku ya 500. Siku ya 500 katika mahusiano yao yeye na huyo mpenzi wake. Yeye ni mtu wa kutuma message nyingi sana, lakini jamaa kujibu hajibu. Umeona? Asema leo hali yao ni baridi sana. Sasa leo inabidi tuweze kutoka tukapate matembezi ya nje kidogo. Daisu hatujakutana mwezi uliopita, mwezi uje tunaweza kukutana, maana nimekumisi sana unajua. Jamaa anasema samani niko busy. Katuma message moja tu niko busy. La yeye jamaa akatuma message kibao. Bado unafanya kazi ama? Anajiuliza huyo mpenzi wake anafanya kazi muda wote, maana yuko busy sana kuliko chochote kile. Jamani, tusiwe busy sana. Sometimes watoto wa kike wanajisikia vibaya ambao ni wapenzi wetu. Basi akaona mpigie simu kwanza muulize watakuwa waadhimishe siku ya 500 katika mahusiano yao. Na leo ndio anniversary yao anasema. Sasa sijui itakuwaje. Binti amekaa na mawazo mengi sana, ndio hivyo. Hata kutoka bosi anamzuia. Edit department. Unajaribu kutaka kuondokea wapi wewe labda? Kwa hiyo inamaanisha utafanya kazi ya leo na utaungana na sisi katika chakula cha jioni. Mapenzi haya mama anakuchanganya. Kwa sababu leo ni siku ya 500 katika mapenzi yetu anniversary. Sasa wewe kuna mambo hujafanya sawa kuhusu promotion. Naomba ufanye tena. Ni draftie vizuri afu kesho nipate katika meza yangu. Maliza leo kabla hata hujaondoka. Umeelewa? Anasema sawa. Umeelewa nilichokisema? Labda usiharibu kazi wewe mwanamke, nitakuzingua. Mama na bosi kivuruga kweli kweli, yani bosi anamletea shida. Sasa akaona atoroke. Ametoka kama vaa mdoli mwingine. Yes, anavaa ule mdoli wa bia, yani dubu. Leo kavaa mdoli wa sungula. Sijamana chungula nakuta sungura ule kule ametulia. Akajua atakuwa ni mtu mwingine huyu. Haya, aendelea kufanya kazi mpaka ulale. Sawa. Kumbe aliyelala hapa sio yeye. Hiki ni kichwa tukimewekwa, mama ameshasepa kitamu sana. Wakati tunamuona bwana Lee Anshi. Binti leo na miadi ni siku ya 500 katika mahusiano yake. Yaani anatimiza siku 500. Toka amekuwa na mahusiano na mwanaume wake huyo ambaye anaitwa Daisu na ni mwandishi wa habari. Namtafuta reporter Jang Daisu. Mimi ni mpenzi wake, amnitambui jamani. Amekuja ofisini sasa kwa bwana mkubwa anapofanya kazi na mpenzi wake. Sasa daktari anamuona binti hapo na nilikuwa mara ya kwanza wanakutana. Yaani tunaonyeshwa sasa hadithi ya watu wawili walikutanaga wapi. Aise, binti ni mrembo sana. Mwanamke mmoja mzuri kuliko hata tabasamu lake. Yaani kitabasamu mwenyewe unajikuta unamfuata tu.
Anasema ameenda kwenye chakula cha mchana sehemu fulani. Chakula cha mchana cha muhimu karibu na hapa, si ndio? Nafahamu kweli ni siku ya muhimu sana leo. Asante nashukuru. Nafikiri nafahamu Ripota Jang yuko wapi saa hizi. Asante. Sasa mama anafahamu mara zote huyo mtu ama mtu wake anakuaga sehemu gani. Basi ilibidi atoke aelekee kwenye sehemu ambako anahisi mpenzi wake atakuwepo. Sasa daktari akawa yuko nyuma anamfuatilia bibie. Mama atajui kana anafuatiliwa na mtu huko nyuma. Anawahi tu kumfuata mpenzi wake maskini. Leo anaadhimisha siku kadhaa katika mahusiano yao. Umeona Sasa mambo ndio yako hivi. Jamaa anamfuatilia tu mchumba. Sasa mama anataka kuingia kwenye lift, anashangaa lift imejaa na yeye yuko na mavazi yake haya. Ameshika ule mbichwa mkubwa, hawezi kushika akiwa ndani. Akaona basi ina tabu. Ameingia kwenye lift ukavaa ule mbichwa. Watu wanamshangaa tu, binti vipi? Amerukwa na akili ama? Bwana daktari huko nyuma anamfuatilia mchumba kwenye safari zake na anapoelekea. Wakati huu sasa bwana mkubwa ndio yule Ripota Jesus, sijui ndio yule pale, sijui. Binti akaamua kumfuata mchumba wake. Nice. Ndio yeye nafikiri. Jamaa kashtuka, toba. Wewe unafanya kitu gani tena hapa? Sija plani kukusurprise. Mimi hapa bwana. Wewe nani? Sodami? Sodami? Ndo mimi Sodami. Uko hapa kweli jamani, sikutegemea. Sikutaka kuwasiliana na yeye, nikamwa tu nije. Nikafikiri labda tutakuwa umesahau kama tulikubaliana tutakutana hapa. Nimekuja sehemu sahihi kumbe. Wewe ujinga gani unaleta hapa? Jamani, opa samani nimechelewa. Kuna mwanamke mwingine anaingia, anauliza, Rabbit, huyo sungura imekuwaje huko hapa? Opa, kumbe umeplani kusherehekea siku ya 100 ukiwa na huyo Rabbit. Siku ya 100 tena. Seyon, huyu sungura au sena sisi ni mambo tutakuta kuelewana. Hajaelewa vizuri huyu. Nitarudi baada ya kumtoa hapa. Zawadi yako hapa mpenzi. Sasa kumbe jamaa leo alikuwa anakutana na mpenzi wake mwingine. Wewe mjinga, nifuate kwanza. Nifuate tuzungumze huku kushoto. Mjinga kabisa. Maskini binti alikuwa anazungumza kuhusu siku 500 za mahusiano yao, lakini kumbe jamaa na mwanamke mwingine tena wanaonana kila siku. Ndio maana gani ya kuvaa hivi sasa wewe? Unafahamu na mtia aibu? Sasa mimi nikuulize tu. Nilikuwa nafikiria leo tunasherehekea siku ya 500 katika mahusiano yetu. Hatujakutana kwenye siku zile 300. Ukanenda kama utakutana hapa Daisu jamani. Ujinga kana uleta hapa kwenye siku 500 si siku 500. Toka lini hizo siku 500? Unasemaje? Hivyo hauna akili ya kugundua vitu na kufanya maamuzi. Unaona kabisa sikutafuti, sikutumii message. Akili yako ifanye kazi sawa sawa. Bado unataka kujivunia unakuja hapa. Nishakwambia unaona kabisa sikutumii message. Kwani usingeomba tuachane? Ungekuja kufahamu tu, ungejua mimi sikupendi. Jamani, sasa mimi nilikuwa nafikiri kwamba uko busy sana na kila kitu. Ndio maana sasa nikaa sikusumbui. Jinga, unazungumza kila kitu kwa kwako mwenyewe. Unaelewa kweli kinachoweza kuendelea. Kila kunafanya kazi wewe. Jamaa anamtolea karama kama zote binti. Daisu. Nakuonya basi wewe binti, tafadhali. Jaribu kuifanya kile yako sawa sawa. Na itakuwa ni vizuri kama utakaa na maamuzi yako. Sio uje kuniletea shida mimi. Nafu albamu hiyo ukitaka itupe ama baki nayo mwenyewe utaamua. Nini? Mama amekuja na albamu ya picha zao. Na inamaanisha sasa hivi tusionane tena. Ni wewe tu mkweli. Na panga mipango ya ndoa sasa. Mahusiano yetu na mimi na wewe hapo tena, nataka nitafute mtu wa kumuoa, so wewe. Mimi siwezi kukuoa wewe. Naomba tuachane kabisa kwa ukweli yani hapa. Unaelewa nichokisema, si ndio? Haya. Tuachane hapa, afanya yako na mimi nifanye yangu. Kila mtu anaangalia 50 zake bwana. Ndio hivi anasema, nilikuwa nafikiri kwamba itakuwa ni nafasi nzuri ya kuachana kwa utabasamu. Yaani sitaki tuachane kwa ugomvi. Mimi naondoka basi wa kwanza, sitaki nikae hapa nikuonee huruma bure nikamwacha mpenzi wangu. Jamaa alimpatia mkono binti amwache kwa amani, lakini mama anaonekana anataka kuachana kwa amani. Yaani bado nampenda sana mwanaume. Leo naambiwa kabisa waachane, yani hakuna mambo ya mahusiano tena hapa. Hakuna mambo ya mapenzi. Alikuwa anategemea kwamba leo nasherehekea miaka wanasema siku 500 za mahusiano yao.
Lakini kumbe jamaa leo anasherehekea siku 100 na mpenzi wake mwingine mpya. Mama amekuwa akiamini kwamba mahusiano yako mume wake yuko busy, yani mpenzi wake yuko busy. 진짜 잘못 온 거래? Sasa mama umechukua muda mrefu na sungura imekwaje? Wewe unajua chochote, mimi ni kwa nini nani tu. Jamani samani ni hata kuagiza hapa mpenzi. Wakati huko hapo kuna mtu akamfuata. 오빠. Opa. Nyuma yako kuna mtu. Toba. Zombie. Nani wewe? Muda mrefu sijaona na wewe ilipota Jangdeso. Wewe nani hasa mako na mfami nani? Unafanya kitu gani hapa? Unafanya kitu gani? Hasa nimekuja kukuonya. Unaonekana kabisa unafahamu na kuonya kwenye jambo lipi. Lakini umekuwa ukifanya ile swala mara kwa mara. Sasa usionekana kutishia. Maamuzi ni kwako na nafahamu kipi ambacho ni sahihi cha kufanya. Umenitisha. Hebu sikiliza hapa wewe Rais Imo. Miaka mingi imeshapita. Baada ya miaka miwili atemendo unakuja kwangu tena. Nakumbuka tuko tunafukuzia demu mmoja. Ila unathubutuje kumtishia mwandishi wa habari? Mwandishi wa habari? Sio uchafu, unasema mwandishi wa habari. Na kuona kabisa huko vile vile hujai kubadilika hata mara moja. Unaleta habari zako za ajabu mbele ya mpenzi wako Jamani. Unazungumza kitu gani tena wewe? Hebu sikiliza. Mimi sio mtu wa kuanguka kwa mtu fulani, umeelewa? Yaani haijalishi kitu gani tunifanyia mimi hapa, lakini siwezi kupata matatizo wala kitaleta shida. Lakini una vitu vingi sana vya kupoteza. Kwa hiyo mimi sina cha kupoteza, nikisema nikuzingue, najua na kuzingua kwenye njia gani, sawa? Kama ukimshika tena jaehe yule, au ukimfarafara tena jaehe, yani bora ujiandae. Umeelewa Jamaa kwanza bidii anyemeze mate. Sawa, nimekuelewa baba. Usinitishe sana mbele ya mchumba. Nitajiharishia hapa, itakuja kuwa shida. Opa. Vipi tena? Wakati binti akamekuja na sahani ya msosi. Wewe toba. Unataka kunimwagia masupu wewe? Supu sio kumwagiana. Acha ujinga, sikiliza. Acha usinimwagie. Sikiliza, hebu weka sahani chini kwanza. Weka sahani chini. Wewe sio binti na hiyo nakufahamu, wewe ni mtu tu msikivu. Haifai, chakula ni kwa ajili ya kula mdomoni, sio kwa ajili ya kumwagiana kichwani. Hiki ni kichwa changu, unajua wewe. Kichwa changu unataka kumwagia supu. Umesahau ama? Sasa mama unajua anampenda sana mwanaume kuliko chochote. Afu leo jamaa amemchana kwamba anataka kuoa. Hataki tena kuendelea naye katika mahusiano. Hebu nipatie basi hiyo sahani kwanza. Nipatie hiyo sahani. Mama kutaka kuzungumza sana na ile sahani akakamata akaamua kumwagia bwana mkubwa katika kichwa chake. Yaani amemtumia muda mrefu kweli. Siku 500. Afu leo jamaa anasema kwamba anataka kukaa katika mahusiano na mwanamke mwingine, anaenda kumuoa mwanamke mwingine. Mambo yashakuwa mengi, au sio? Mimi sifahamu kinachoweza kuendelea ni kitu gani. Lakini zaidi na tukutane katika nafasi ya 3 kitu kali sana Wareta Dia Doctor. Bonge la kitu safi sana. Hakikisha una subscribe, una comment, una like, una share, unaambia ndugu na jamaa kwamba kuna vitu vya moto anaviachia dume la visiwani jamaa lenye voko zake Mr. Nado kutoka Rugajini. Wanaweza kadita mwili mdogo sound ya bufu alafu inakuwaga haikatai. Au sio? Haya. 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고